Yes, karibuni sana wadau wa soka kwenye uchambuzi wetu wa kina na wa kimbinu. Kwenye soka la kisasa kiuhalisia mechi huwa haishindwi uwanjani pekee. Yani ili ushinde mechi sio kwamba ni yale maandalizi au mbinu ambazo unazifanya uwanjani moja kwa moja. Bali siku zote anayeshinda mechi ni yule ambaye amefanya maandalizi ya mechi hiyo kabla na wakati ambapo filimbi ya mwamuzi ikipulizwa. Sasa siku ya leo kiuhalisia nimepata ripoti ya kikatili sana, ripoti ya siri. Kuna kikosi kamili kimevuja, kikosi ambacho kocha Pedro Gonçalves ameamua kukiandaa mahususi kwa ajili ya kuwapa Mbeya City kipigo cha mbwa mwizi. Na sasa kikosi kiuhalisia kimevuja mapema. Tumekuwa siku zote tukijua kwamba kikosi kinatoka masaa machache kabla ya mechi kuanza, lakini kocha ameamua kuandaa wachezaji wake kisaikolojia na tayari ameshawaambia ni nani anaanza na nani ambaye atakaa bench kwa siku hiyo. Hivyo kuna kikosi ambacho kwa siri kimeshavuja na mpaka sasa tunafahamu wachezaji ambao wanakwenda kuanza na wachezaji ambao wanakwenda kuanzia bench, na sababu mbalimbali ambazo kocha kabla ya kutaja kikosi hicho aliamua kuziainisha sababu ambazo zimemfanya aanze na wachezaji hao ili ahakikishe anaondoka na ushindi katika mechi hiyo. Sasa kama unavyojua Mbeya City kiuhalisia wamekuwa wasumbufu sana kwenye mechi za Young Africa, yani katika underdog, yani timu ndogo ndogo za Tanzania ambazo zinaipa changamoto Young Africa kwa kupata ushindi. Nafikiri Mbeya City na yenyewe ni mojawapo ya timu ambazo zimo katika listi hiyo ya timu ambazo zinasumbua Yanga. Ni timu ambazo mara nyingi zikikutana na Yanga zinaamini ya kuwa zinakwenda kupata draw. Yani Yanga atacheza vipi, wenyewe siku zote wanakuwa naamini draw ni utamaduni wao wa kuhakikisha wanaipotezea point Young Africa. Sasa tunafahamu siku zote Mbeya City huwa wanakuwa wasumbufu sana kwa Yanga, kwani huwa wakicheza na Yanga wanategemeaga sana mfumo wa kupaki basi na kushambulia kwa kushtukiza, ni counter attack. Lakini tunafahamu siku zote kocha huwa yupo kwa ajili ya kuinufaisha timu, sio kuhakikisha timu siku zote inakuwa inapata matokeo mabovu. Sasa Pedro Gonçalves tayari ameshasoma mchezo wote wa Mbeya City na ameshawafahamu Mbeya City wakoje. Hivyo ameamua kufanya mabadiliko mbalimbali ambayo yatafanya kikosi cha kwanza kiingie uwanjani kikiwa moto na kuhakikisha ya kuwa Mbeya City anakufa hata ingia na mbinu gani. Cha kwanza ukitazama hii listi ya wachezaji 11 utagundua kuwa kila mchezaji amepewa jukumu maalum la kiufundi kuhakikisha wanakwenda kuivunja Mbeya City. Sasa baki nami mwanzo mpaka mwisho ili uchambulie mastaa hawa ambao kocha ameamua kuanza na kwa nini kocha ameamua kuwapa nafasi kwenye mechi hii ngumu. Na kukumbusha washabiki wa Yanga, hii ndio channel ya kuweza kusubscribe, kwani ni channel ambayo inakupatia taarifa zote za msingi kuhusiana na Young Africa. Hivyo kama unahitaji taarifa mbalimbali, taarifa za vikosi ambavyo Young Africa itakwenda kuanza navyo, taarifa za usajili, vikao mbalimbali na maoni mbalimbali ambayo yanakuwa yakitolewa kuhusiana na Young Africa, basi hili ndio daraja la kuweza kupata taarifa zote hizo za msingi. Sasa ili usipitwe na taarifa yoyote ya msingi na muhimu, wewe shabiki wa Yanga unatakiwa kusubscribe na kulike na ucomment, utoe maoni mbalimbali ili kuhakikisha timu yako unaijenga na sio tu kulaumu kwenye video vya kawa, bali hii ni sehemu ya kuweza kutoa comment mbalimbali hizi viongozi waweze kujua wapi wanaweza kufanya mabadiliko na wapi wanaweza kuboresha timu kuhakikisha tunafanikiwa katika mashindano ya ndani na ya nje. Sasa tukianza langoni kiuhalisia, kocha ameamua aanze na yule Hussein Masaranga, kwani kama mnavyofahamu Djigui Diarra kwa sasa kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo inakuwa ni ngumu sana kuanza. Hivyo kocha ameamua asimame na Hussein Masaranga kama goalkeeper nambari 1 ambaye atakaanza katika mchezo huo. Lakini kwenye safu la ulinzi tunaona Pedro ameamua kuua kabisa dharau za Mbeya City, ambapo pembeni ameamua aanze na Israel Patrick Mwenda na namba 3 ameamua kusimama na Hussein Shabalala. Kwa nini hawa wawili wanaanza katika mechi hii? Ni kwa sababu tunafahamu Mbeya City siku zote wanacheza kwa kujazana katikati, wanacheza kwa kupaki basi, hivyo kuforce mashambulizi katikati siku zote huwa kunasababisha Young Africa kufeli. Sasa Pedro amemweka Mwenda pamoja na Shabalala kwa sababu hawa ni moja ya fullback ambao wana uwezo
wa ku-overlap, yani wanacheza siku zote wakiwa wanapanda na kushuka, hivyo wanaweza kuwaforce Mbeya City wakatanuka na Young Africa kupata matokeo. Sasa katika safu ya ulinzi ya katikati tunaona namba 4 kocha ameamua kuanza na Bakari Mnyeto, na namba 5 ameamua kuanza na Ibrahim Baka. Tunafahamu ni beki ambao wenye akili na wana uzoefu katika mechi mbalimbali, hivyo naamini watakwenda kutupatia ulinzi imara ambao Young Africa hatutaweza kuruhusu goli. Lakini katikati tunaona kocha ameamua kuanza na Duke Abuya kama namba 6 na namba 8 Mudathir Yahya, na namba 10 amemaliza Wonder Kid Aaron Okero ambaye tunajua kwa sasa ameshawaka, na Mudathir na yeye kiwalisia amewaka vile vile, hivyo tunaamini tunakwenda kupata ushindi. Lakini katika sehemu ya ushambuliaji kocha ameamua aanze na mawinga, yani Pacome Zouzoua na Max Legele watapita kama mawinga, lakini namba 9 tunaona pale anamaliza mashine ya magoli, mashine ya one touch one goal. Huyu ni namba 9 ambayo kwa muda mrefu tulikuwa tujamuona uwanjani, ni Depu. Huyu ndo Pedro amemchagua Depu kama target man. Unafikiri ni kwa nini siku zote Depu anakuwa haonekani uwanjani mara nyingi, lakini akipata chance ana score? Na kukumbusha ushabiki wa Yanga, subscribe pia, toa maoni, unakionaje kikosi?